ikue iingie kwa mawazo yako, na hiyo ndio nataka ukue aware that a prayerful man, a prayerful woman will never regret. But ndani yako ukikosa kuomba kule unafaa uombe, ukikosa kuomba ni rahisi ukuja kusema I wish hiyo kipindi niliomba. Ni sawa sawa na shule. Ule mtu alisoma hakujuta. Hata kama alikuwa anajitesa anaweka miguu kwa maji, hakujuta. Lakini ule hakusoma alijuta alipotoka. I met one brother tukiwa shule, tukiwa secondary, nilikuwa nawahubiria kuokoka. Anasema wachaneni na hao watu wameokoka washaribika kichwa. Tukakutana naye akaniambia maisha imenitandika mpaka siku hizi nimeokoka. Nikamwambia that is good. Nikiwa shule nikihubiri ulikuwa unaona tunafanya nonsense. Sasa umejua si nonsense. So that you will not regret, take time and pray. So that you will not regret, stand in your position. Na hiyo uwezo uko nayo. Hiyo uwezo uko nayo. Hakuna mtu ambaye uzaliwa prayerful. Usidanganywe na watu. No man, no woman that was born prayerful. No man, no woman that was born prayerful. Kila mtu ujifundisha kuomba. Prayer is something you learn. Ndio sababu mitume walimwambia Yesu, tufundishe kuomba. Teach us how to pray. Teach us how to pray. It's something that you learn. It's something that you force your mind. You force your body. It's something that you force yourself. Unajiambia I can pray. Naweza omba. And it is something you teach and train yourself. Utaomba tu leo, uombe tena kesho, uombe kesho kutwa. Ikifika hiyo kesho ingine na hiyo ingine, hata utahitaji kujisukuma. System ya mind, system ya roho itakuwa imekwisha kuzoea. Kwa hivyo nimeona nikuelezee the days ambazo utacheza nazo, you might come to regret because of those days. You might come to regret. Useme I wish I prayed. Mimi niliona tukiwa wanafunzi tukiregret. Tukisema I wish ningesoma kabisa vile mwalimu alikuwa anasema. I wish ningesoma kabisa. Sasa na sisi ili tusikuje kufika kujuta sababu ya kutoomba. It is something that you need to train your mind, your spirit. You need to train yourself. Ni kitu ambacho unafaa kujiambia. Acha niwapatie mfano kidogo. Unaona hii mti vile iko hivi. Unaiona? Kuishi kwake ni mpaka kuwe na udongo. Hata ukileta mti iko wei hapa kwa madhabahu, mradi umeipatia mchanga pale chini, itaishi. Kuna kipindi tukiwa pale nilikuwa naweka live flowers kwa madhabahu. Bora tu umeiwekea, hata kama ni kwa hii container umeiwekea mchanga na umetoboa pale chini, napata hewa, itaishi. Mradi kuna mchanga. Samaki, mradi umemweka kwa maji, si mpaka umweke baharini, mradi yuko kwa maji ataishi. Kuna kipindi nikiwa mdogo nilikuwa nafuga samaki nikiishi Dandora, na tulikuwa tunaziweka kwa ndoo, na hatukuwa na ujuzi hata wa kutoboa titoe maji. Tulikuwa tunaiweka kwa ndoo moja hivi kubwa ya white, tunaziweka hapo samaki kiasi kama 20 hizi ndogo ndogo, na ilikuwa inafika baada ya siku 2 tunapeleka kwa sink, tunafungulia sink, maji inaingia, ikimwagika tunarudisha tena, na zilikuwa zinaishi. Naye mtu ambaye ameokoka, vile mmea hii haiwezi ishi nje ya mchanga, samaki hawezi ishi mazingira ambao haina maji. A born again believer, a born again Christian cannot live in the environment where there is no God, where there is no prayer. Hawezi akaishi. Kuna vitu unafaa kuwa ulipata kitambo
lakini ulizembea kwa maombi. Kuna vitu unafaa kuwa uko nazo, lakini ulizembea kwa maombi. Kuna vitu unafaa kuwa ulipewa kitambo sana, lakini ulilegea kwa maombi. Wengine mahali mko hapo si kwa sababu umerogwa, you became lazy. Ulifanyika mzembe kwa maombi. Hakuna hali ambayo ni ngumu mbele ya mtu ambaye anaomba. I can tell you, hizo siku nimekaa kwa huduma, I can tell you. Every breakthrough unatafuta iko kwa maombi. Nyinyi ndio mnatupatia kazi ngumu sana. Wakati maneno ya Eli ilikutana na madhabahu ya mama Ana, mama ambaye alikuwa muombezi, hakuwekelewa mkono. Mambo ilianza kutendeka. Enda na Bwana akupatie tamanio ya moyo wako, na ikakuwa hivyo. Maneno ilianguka kwa madhabahu ya maombi. Madhabahu ikaabsorb ile maneno, ikazaa ile maneno ikiwa mtoto. Kwa hivyo wacheni kucheza na maombi. Wacheni kucheza. Tuko nyakati ambazo we really need to pray. We really need to stand in the gap. Wacheni kucheza kabisa na maombi. Wacheni kucheza. Niliwaambia hapa last Friday kuwa una train akili zako. Jitrain na maombi. Wale watu nimewalea wa zamani, nilikuwa nawaambia maombi huwa ipendi excuse. Ukiishi mtu wa excuse huwezi fikia lengo la maombi. Unajua mapua ilikuwa naoma, si tunahubiringi hapa tukiwa wagonjwa tu. Unajua nimeamka nikasikia nikaona kizunguzungu, si tunahubiringi hapa tukiona kizunguzungu, lakini hatuwaambii tunasikia kizunguzungu. Maombi haipendi mtu